tangu mwezi wa pili tumekuwa miwili kesi, saa zingine mikutano mitatu, karibu 3 tofauti. Mwezi uliopita tulikuwa Kenya, Tanzania na Uganda kwa wiki 2. Umetujalia neema Meru, Kenya, tunaenda Malawi. Ulinzi ni nasi, wewe uliyetutuma kazi hii. Usalama unatoka kwako. Afunika magari haya na damu yako na watu wako. Nimeng'oa roho ya ajali wanaenda Malawi na wanafika sana la Yesu Kristo. Hakuna mauti, neema yako Yesu Kristo yote. Umefunika magari haya na damu yako na watu wako na damu yako. Mara nyingi hakuna mauti, hakuna ajali kwa kwetu Yesu Kristo. Damu yako iwazingire na iwalifike salama. Watu wa Mungu, tunaweza tukainua mikono yetu juu. Bwana Yesu, nakabidhi watumishi wako mikononi mwako wanapoenda safari. Ulinzi wa Bwana uwe juu yenu. Nimekemea roho ya mauti na roho ya ajali. Usalama wa Bwana uwe pamoja nasi. Barabara nimezitakasa na damu ya Yesu Kristo. Magari nimeyafunika damu ya Yesu Kristo. Nanyi nimewachovya ndani ya damu ya Yesu Kristo. Roho ya mauti na roho ya ajali, mnafika salama. Injili ni kwa wema wake Kristo, na ni kwa ajili ya wale ambao wanaokoka, wanafunguliwa, wanabarikiwa. In Jesus mighty name we pray. Amen. Watu wa Mungu, tunaondoka, tunaenda Malawi. Masaa ni haya. Tunashukuru Kenya, taifa la Kenya, tunashukuru sana kwa ajili ya kutupokea tulipokuwa Meru. Hiyo ni siku ya Saturday, Friday, Saturday na Sunday. Friday ni watu wa Meru waliweka wenyewe. Meru, thank you so much. Kenya, thank you so much for your love. Na hivi sasa tunaenda Malawi. Watu ambao wako home Tanzania, wale ambao wako sehemu za Malawi, Zambia, wale ambao wako Mozambique, wale ambao wako Kongo, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, tukutane sasa Malawi. By Friday mimi nitakuwa nimewasili, na niko na ufahamu ya kwamba kuna watu ambao washawasili kwenye uwanja Malawi. We have enough security kule, kwa hivyo unaweza ukafika uwanjani, utapata mwongozo. Ombi langu ni kwamba nyinyi mnaofika mapema, Mungu awaponye mapema, awabariki mapema, awakomboe mapema, awafungue mapema. Sawia na kiu ya moyo wa mtu. Tulipokuwa Kenya, sehemu inaitwa Meru, kuna watu walioingia Thursday wakapona Thursday usiku. Kuna watu waliohusika nasi katika ibada ya usiku, siku ya kusanya, nao Yesu Kristo aliwaponya. Na wengine walipona on Friday, Saturday and Sunday. Mwezi ujao tutakuwa tuko na mkutano mmoja Tanzania. Nitawajulisha ni wapi. Mwezi ujao hatutakuwa na crusade Kenya. Mwezi wa 6, mwezi wa 7 hatutakuwa na crusade Kenya. Mwezi ujao tutakuwa home Tanzania, alafu tutakuwa Mozambique. Mwezi unaofuata tutawajulisha. Mwezi wa 6 na mwezi wa 7 hatutakuwa Kenya. Hatutafanya mikutano Kenya. Tutakuwa tunafanya mikutano Afrika kwenye hizo miezi 6, 7 na possibly mwezi wa 8. Kwa hivyo wa Kenya, ni ushauri wa kiungu, ni Mungu ndiye ameniambia, si akili zangu. Sijui vile naweza nikaelezea ili mtu aelewe, si akili zangu. Sababu nilikuwa nimepanga tukitoka Malawi, tulikuwa tumalize 10 days hapa, alafu tufanye mkutano Mombasa. Lakini Mungu ameniongelesha kuhusu Afrika. Wewe ambao ungetamani kusaidika katika huduma hii, leo niko hapa Mombasa, kesho niko hapa Mombasa, Friday nitakuwa nimeondoka. Next week, the entire next week nitakuwa hapa
mpaka 10 days of Holy Communion, na baada ya hiyo tutakuwa Tanzania, nitakwambia ni wapi, alafu tutarudi tena, alafu tuende Mozambique, alafu turudi tena. Mungu anataka tuende Afrika zaidi. Kwa hivyo Kenya, naamini tutakutana tena kwenye crusade Kasarani Safari Rally Ground mwezi wa 10. Kama sio mwezi wa 10, labda ifanywe mwezi wa 8 wakati wa holidays, ili watoto wetu wapate nafasi ya kuhudhuria mkutano. Tunaweza tukaisongeza nyuma mwezi wa 8, alafu tena mpaka baadaye. So hiyo tutaelewana, lakini kwa sasa kulingana na program ya Mungu ni kwamba tuende mataifa ya nje. Hata mimi sipendi, wajua mimi nitadanganyaje? Hata mimi sipendi kwamba sifanyi mkutano Kenya next month, but his will is the best. We are in his ministry, he is the driver. You can't wake up and do it your own way. Kwa hivyo God bless you so much. Tunakimbia Malawi. Naamini ya kwamba hata wewe ambao uko Kenya tunaweza tukakutana Malawi. Wewe ambao uko home tukutane Malawi. Uko Mbeya, uko Iringa, uko Dar, tukutane Malawi. Uko Lilongwe, tukutane Malawi. Hapa boda nimesahau hiyo town, utapata matangazo hapo. Uko Kampala, Jinja, ama uko Zambia, watu wa Zambia tukutane Malawi, kwa sababu Mungu anataka kutuponya. Kuna watu ambao walitoka sehemu mbalimbali wakafuata mkutano. Yesu aliwaponya matatizo mbalimbali. Kuna watu waliosubiri mpaka Yesu afike kwao, walikufa kama Lazaro. Wakina Martha walikuwa nasubiri Yesu afike kwao, alikufa akiwa mgonjwa. Hakuna haja ya ukufe kama Lazaro. Tafuta Yesu Kristo kama yule mwanamke aliyetokwa na damu, upone mapema. Siku ile yule mwanamke aliyetokwa na damu alipona. Kuna kiongozi mwingine wa sinagogi, binti wake alikufa. Sasa hautarajii kwamba utakosa huo mkutano usije ukakufa. Wewe ambao kuna tatizo kwa mifupa, macho, masikio, afya, magonjwa mbalimbali, Yesu Kristo ndiye anayetuponya. Tukutane Malawi. Ile town inaitwaje? Kitipa. Yes. Tukutane Kitipa town. Imepakana na Zambia, Mozambique, Tanzania. Ni hapo hapo karibu na ufuo. Iko mbali na ufuo kidogo ya ziwa Malawi. Lakini Kitipa watu wote wa Malawi wanajua, watu wote wa home Tanzania wanajua, watu wote wa Zambia wanajua, Mozambique wanajua. Tukutane tu. Wa Kenya naamini nyinyi pia mnajua. Ni kipindi kizuri cha kumtumikia Kristo. With all our resources, all our strength, with our mind, with our love, with our faith. God bless you so much. Tukutane Kitipa, Malawi. It is time to worship God. It is time to serve him. Amen. Bye for now. Tujiunge na Pastor Billy, lakini pia nitakuwako kipindi fulani leo. God bless you so much. Asante.